Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nashukuru Mungu tena asubuhi ya leo kwa kunipa nafasi tena ili nikapate kuwasiliana nawe moja kwa moja kupitia runinga ya Lulu TV. Ni asubuhi ya Jumapili ambayo Mungu amenipa tena ili tukapate kusoma na kujifunza kutoka katika neno lake. Niposa na kukaribisha ili hata nawe ukapate kuchukua nafasi yako, ukakae chini ili tukapate kuelewana katika maandiko. Tutasoma, najua tutajifunza pamoja, baadaye tutaomba nitakapomaliza. Najua Mungu wetu atapata utukufu kwa sababu najua atatenda kitu kwa maisha yako. Mungu wetu ana uwezo, ana nguvu na mamlaka. Ndiposa unapokaa hapo kwako, ningekusia hata nawe pia ukachukue Biblia yako. Nitakaposoma ili tukapate kusoma pamoja nawe ili tukapate kuelewana katika neno ambayo nitafundisha asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa A Father of Holy Trinity. Asubuhi ya leo Mungu amenipa fursa tena ili nikapate kusoma katika andiko. Jumapili iliyopita nilikuwa nikifundisha kuhusu tulisoma katika Zaburi 23 ambayo inasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Na ninajua ya kwamba wengi wetu tukiwa upande wa Mungu, lazima Mungu wetu atatutendea kile tunahitaji. Kwa sababu Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo 6:33 ya kwamba tutafuteni kwanza ufalme wa mbingu na yote ambayo tunahitaji tutazidishiwa. Asubuhi ya leo nataka tuende katika kitabu cha Warumi ili tukapata kusoma katika Warumi 8:31 ili nikapate kuendelea na ujumbe ambao nilikuwa nikiongea Jumapili iliyopita. Najua ya kwamba Mungu wetu kupitia neno lake atatenda jambo kwa maisha yako. Hata kama we ni mgonjwa ama uko na shida, na kuambia neno la Mungu lina nguvu na itakuponya, itakupa amani. Neno la Mungu litafungua hata njia zako na utapata kuinua jina la Mungu kwa sababu neno la Mungu ndiye Mungu. Unapoielewa vizuri, unapofundishwa, unapoisikia vizuri, na kuambia hata kama uko na shida, neno la Mungu litatatua hiyo shida yako. Ndiposa nataka tusome katika kitabu cha Warumi 8:31 ili tukapate kujifunza kutoka hapo. Na Biblia inasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hilo ndio neno ambayo ninasoma. Nataka tujifunze nawe hapo pale nimesoma. Jumapili iliyopita nilipokuwa nikiongea nilisema ya kwamba Bwana akiwa mchungaji wetu, hatuwezi tukapungukiwa na chochote kwa sababu Mungu wetu ndiye mwenye kila kitu. Imeandikwa hata kwa Biblia ya kwamba fedha na dhahabu ni zake. Kwa hivyo hata tukose pesa, tukose nini, tukiwa na Mungu tutakosa, lakini Mungu wetu atatupa. Kwa sababu yeye anatujua, anatuelewa vizuri. Huyo Mungu ndiye analinda wanyama msituni. Unapata wanyama wanaishi msituni lakini wako hai, wamenona. Hata kama kuna kiangazi, Mungu wetu anawalinda. Na huyo Mungu ndio Mungu wetu. Akiwa upande wetu, atatuzuia hata kwa magonjwa, atatupea hata kile tumekosa,
na tutaishi tukimtukuza. Ndiposa shetani kama muongo alitafuta mbinu yenye anaweza tugawanisha na Mungu wetu. Alitafuta mbinu ya tutenganisha na Mungu wetu. Jua najua Mungu akiwa upande wetu, hata shetani mwenyewe hawezi kuwa juu yetu. Hana mamlaka juu yetu, Mungu wetu akiwa upande wetu. Anajua tu Mungu akiwa upande wetu, hizi shida zote ambaye shetani ameleta ulimwengu haitakuwa na nguvu juu yetu. Ndiposa alitafuta mbinu yenye inaweza fanya Mungu wetu atuache ili ndiye apate nafasi kwa maisha yetu. Na hiyo mbinu yenye shetani anatumia ni kutufanya tuwe watenda dhambi. Anatufanya tuwe watenda dhambi. Tunapofanya dhambi, Mungu wetu anatuacha. Kwa sababu Mungu mwenye tunatumikia ni Mungu mtakatifu. Mungu mwenye hapendi dhambi. Mungu mwenye haendi mahali kunaye dhambi. Ndiposa shetani akatengeneza mbinu ili akapate kututenganisha na Mungu, akapate nafasi ya kututawala. Biblia inatuambia kwamba basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa juu yetu? Hakuna kitu yeyote ambayo inaweza kuwa na mamlaka juu yetu, Mungu wetu akiwa upande wetu. Ndiposa Yesu akasema, tutafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na yote ambayo tunahitaji tutazidishiwa. Inamaanisha Mungu akiwa upande wetu atatupa kila kitu ambayo tumekosa. Mungu akiwa upande wetu hata turuhusu tukae katika shida. Hata ruhusu shetani akapate kututawala. Hata ruhusu shida ikapate kututawala. Kwa sababu akiwa upande wetu, sisi tutakuwa wana wake na atatulinda. Ndiposa shetani hataki tukae na Mungu. Ndiposa ameleta hizi dhambi zote. Ameleta dhambi, amefanya mioyo yetu imekuwa ngumu, hatutaki kukubali Kristo kama mwokozi. Na hata kama tumekubali Kristo, shetani anataka hata kama tunasema tumeokoka, lakini tunafanya dhambi zingine kisiri. Unapata umeokoka lakini kuna dhambi zingine unafanya kisiri kama wenzako hawaoni. Si wewe ndio unafanya hizo dhambi, ni shetani anafanya ufanye hizo dhambi ili akapata kukutenganisha na Mungu wako. Anajua unapofanya dhambi, Mungu hatakuwa upande wako na atakuwa na nafasi ya kutawala maisha yako. Ndiposa kila mtu mwenye anaishi ulimwengu, inafaa kila mmoja akapate kutembea na wokovu, na ile iwe ni wokovu ya ukweli. Si wokovu yenye ukiwa kanisani watu wanakusifu ya kwamba umeokoka, lakini ukiwa peke yako kuna matendo yenye unatenda ambayo hayaambatani na wokovu. Kuna wengine hata wanakisimama mbele ya watu, utaona ni kama malaika, lakini kunaye matendo yenye wameficha yenye watu hawajajua. Na haya wanafanya kisiri wakidhani ya kwamba Mungu hajui. Na ni shetani ndio ameweka hizi zote katika maisha yetu. Lengo lake ni moja, ya kwamba atutenganishe na Mungu wetu ili apate nafasi ya kututawala. Biblia inatuambia kwamba Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa juu yetu? Hakuna kitu yoyote, hakuna mtu yoyote, hakuna ufalme yoyote ambaye inaweza kuwa na mamlaka juu yetu, Mungu wetu akiwa upande wetu. Ndiposa hata ukisoma Biblia, wakati wana wa Israeli walitoka Misri wakienda Kanaan, walipokuwa wakitembea, wakati walikuwa na Mungu wao, hakuna ufalme yeyote ambaye angeweza simama mbele yao. Walikuwa wanashinda vita. Maadui walikuwa wanakimbia wakiwaachia njia, kwa sababu Mungu wao alikuwa pamoja nao. Ndiposa walitembea wakiona mkono wa Bwana. Hata walipofika kwa bahari ya Shamu, ilikuwa ni ngumu sana na watu wakaanza kuwa na uoga. Wengine wakaanza kulia, watu wakalilia hata Musa. Wakasema, Musa, tunakufa. Juu tunaona maadui zetu wametukaribia, bahari pia imetufungia. Hakuna vile tunaweza pita. Lakini Mungu akiwa na mtu ama akiwa na watu wake, pali hakuna njia itapatikana. Hata kama umefika kwa ukuta mpaka saa zingine unaona ujinyonge sababu umejaribu imeshindikana, Mungu akiwa upande wako, mahali unaona hakuna njia, Mungu ataleta njia hapo na utapita. Haijalishi ni shida gani, haijalishi ni wapi. Walipofika pale, waliona sasa maisha yetu imeisha. Wakaona tumekwisha, kwa sababu
bahari iko mbele, maadui wamekaribia, hakuna vile tunaweza hepa, maisha yetu iko hatarini. Lakini Musa alipoenda mbele za Mungu akamuuliza Mungu, nifanyie watu wako nini? Mungu akamwambia, uko na kijiti katika mkono wako, piga maji ili njia ikapatikane. Hiyo ni imani yenye umebeba kama umejua Mungu. Hiyo imani inaweza fanya unene na kila kitu ambayo imesimama mbele yako. Na Musa alipopiga bahari, maji ilitawanyika, barabara ikapatikana na watu wake wakaenda. Hakuna mmoja alibaki kwa maji. Walienda wote, hata viwete walienda. Wote walivuka bahari bila yeyote kufa kwa maji, kwa sababu wako na Mungu. Mungu akiwa upande wetu, haijalishi wewe ni nani. Haijalishi hata kama umesoma ama hujasoma. Akitaka kukuinua, atakuinua hata kama hujasoma. Atakubariki mpaka hata wenye wamesoma watauliza, na huyu ametokea wapi? Mungu akikushika mkono. Na shetani anajua haya vizuri. Ndio sababu anatufanya tuwe watenda dhambi ili tusipate nafasi na Mungu wetu. Anataka hata kama uishi tu kwa dhambi ili Mungu asiwe upande wako. Akitaka kuwa watoto wako, anakuweka kwa dhambi ndio apate nafasi ya kuua watoto wako. Akitaka kukuua, anakuweka kwa dhambi ndio apate nafasi kwa maisha yako ili akuue. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu alijitolea kwa ajili yangu na wewe, ili tutakapomwamini kwa ukweli tusipotee, bali tuwe na uzima wa milele. Na nimesema tukiamini kwa ukweli, si kuamini kwa kanisa. Kuna wengi tunasema tumepata kanisa mzuri, mali tunashiriki. Hiyo ni vizuri, kanisa umepata vizuri. Lakini umepata Kristo kweli? Je, umeokoka? Maisha yako imebadilika? Umewacha hizo ukora yako? Umewacha hiyo usherati yako? Umewacha hiyo uwizi wako? Umewacha hiyo uongo? Ama bado unaenda pale lakini tabia yako ni ile ile? Kama tabia yako bado ni ile ile, nakwambia hata uombe mpaka usiku, hakuna jibu utapokea kutoka kwa Mungu wetu. Biblia inatuambia kwa mkono wa Bwana si fupi. Mkono wa Bwana wetu si fupi, wala masikio yake jaziba, lakini dhambi zetu ndio inatutanganisha na Mungu wetu. Labda uko pale unajiuliza, mbona naomba sioni Mungu akinijibu? Hebu jichunguze vizuri, utapata ya kwamba kunaye matendo ambayo iko ndani yako yenye inafanya Mungu asijibu maombi yako. Na utakapo gairi na ukatubu, Mungu atakusikia na atakutendea. Unajua vizuri yale iko kwa maisha yako, yale unafanya kisiri, vile unatembea na hiyo wokovu wako. Hata kama hujaokoka, uko pale unatazama asubuhi ya leo, nataka nikuulize swali moja tu. Ni faida gani ambayo unapata katika hizo dhambi yenye unafanya? Juu kuna wengine wanasema mimi siwezi okoka, mimi bado ni mdogo. Na akisema yeye ni mdogo, matendo yake ni makubwa hata kuliko hata miaka yake. Labda unajifanya wewe ni mdogo, ama labda wewe ni msichana hujaolewa. Unasema mimi bado ni mdogo, siwezi okoka. Lakini umeavya mimba mara ngapi? Umeavya mimba mara ngapi na unasema wewe ni mtoto? Umeshaua, damu inalia kwa sababu yako, na bado unasema huwezi okoka. Ndio sababu njia zako zimefungwa. Hata ukijaribu kutafuta kazi huwezi pata, sababu tayari umemwaga damu. Hata ukijaribu kutapata ndoa haipatikani kwa sababu ya yale umefanya. Ndio imefanya hata ndoa yako huwezi olewa. Hiyo damu imesimama mbele yako. Na ukihubiriwa unaleta siasa yako ya kwamba mimi bado ni mdogo, wala mara nini. Na kwambia bila uokovu hautaponyoka. Shetani atakushika na atakuua. Juu unajua yale matendo umefanya. Umejua vile umeishi maisha ya dhambi na maisha ambayo haina utakatifu, unaielewa vizuri. Biblia inatuambia kwamba Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa juu yetu? Ni nani? Kama Yesu Kristo amekuwa upande wetu, shetani hana mamlaka juu yetu. Hata kama amekuweka na maradhi, na kuambia utakapokubali Kristo kutoka kwa moyo wako, Yesu atakuponya. Shetani atashindwa na maradhi yake, kwa sababu Yesu Kristo alifufuka, akatoka kaburi na alishinda kifo. Hakuna kile inaweza mshinda hata asubuhi ya leo. Hata kama ndoa yako ndio iko na shida, hauna amani na bwana ama na bibi, mnaishi maisha ya vita, kelele, mavurutano, hamuna amani, mnataka kuuana wenyewe, na kuambia hizo zinatendeka kwa sababu Yesu Kristo haiko kwa hiyo nyumba. Atakapoingia, utakapomkaribisha, utakapomkubali,
na kwambia hii amani yenye umekosa utapokea, kwa sababu yeye ni mfalme wa amani na anatenda kwa yale anataka, kwa yule anataka. Diposa asubuhi ya leo, unaponisikia vizuri asubuhi ya leo, jua ya kwamba hizi zote tunapitia kwa sababu Yesu ama Mungu hajakuwa upande wetu. Kuna wengine wanaishi maisha ya uchungu sana. Labda we ni bibi, uko pale, uko na bwana wako, lakini huyo bwana hakuchukui kama mke wake. Kuna wanaume wenye walianza kuishi na wanawake wakiteseka, hawakuwa na chochote, bwana hakuwa na kazi. Labda bibi ndiye alikuwa akijaribu, anaenda kufanya kazi ndogo ndogo ndio wapate vile wanakula, ndio wapate vile wanaweza lipa hata kodi. Ilikuwa ni shida, mpaka hata watu walikuwa wanaonea huruma. Na huyu mama alikuwa akifanya bidii sana kwa sababu alipenda ndoa yake. Lakini Mungu alipoibariki huyo bwana akapata kazi, sasa anakuona ni wewe si klasi yake. Anakuambia wewe si klasi yake. Mpaka sasa unaona amekutupa, anakuona kama takataka, amepata wengine ndio anasema zao ndio klasi yake. Unakona uchungu, unalia usiku na mchana. Hauna amani, labda unapanga hata kumuua, kwa sababu ukifikiria vizuri mahali umepitia na huyo bwana, vile umeteseka na huyo bwana, na sasa anakuacha, unasikia ile uchungu. Na kwamba ni shetani ndiye ameleta hiyo ili awatenganishe kama bibi na bwana. Lakini Mungu akiwa upande wetu, huyo shetani hatakuwa na mamlaka juu ya ndoa yako. Diposa asubuhi ya leo, hata kama umeenda kwa waganga ili wakupee dawa ili upate amani kwa nyumba, na kuambia dawa ya waganga ni uongo tupu. Hizo ni mapepo. Hakuna kitu itakusaidia nayo. Rudi kwa Kristo mwenye hahitaji chochote kwako, anataka tu imani yako. Uone vile atatenda mambo katika hiyo ndoa. Atabadilisha fikira za yule mwanaume na atarudi tena kumbuke vile mmeishi na yeye. Shetani ni mwongo. Anaweza pindua akili ya mtu mpaka asahau mahali ametoka. Unapata mtu uliishi katika maisha umaskini, hata kusoma ilikuwa ni shida juu ya kukosa pesa. Na sasa Mungu amekulinda, sasa hivi unafanya kazi, unapata pesa. Na huyo shetani badala ufikirie kile unaweza fanya ili hata boma yako iwe na kitu, ama kwenu mahali ulitoka usaidia hata wazazi, shetani amekataa. Amekuingiza kwa ulevi na usherati, mpaka pesa yote inaisha kwa hizo raha. Ukipata pesa ni kukunywa na kudance na wanawake, mpaka hata wazazi wanalia kwa ajili yako. Labda waliuza hata shamba wakikupeleka shule, wakisema tumfundishe atatusaidia. Sasa badala usaidie wazazi, ni malaya tu ndio unaweka mbele. Wazazi wanalia kwa ajili yako. Ni shetani amekufunika akili, anataka akuue. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu anakuhitaji asubuhi ya leo. Hata wewe mwenyewe ukiketi chini unaona ya kwamba hii maisha ambayo unaishi si mzuri, ni aibu kwako, ni shida kwako, na itakupeleka pale pabaya. Diposa Mungu amenipa hii fursa ili nikuongeleshe ya kwamba hiyo njia ambayo umeshika itakuelekeza kaburi. Maisha yake itapotea. Tafuta Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Mungu akiwa upande wako, hakuna chochote ambaye itakuwa juu yako. Hata kama ni uganga, hata kama ulirogwa, hata kama ni uchawi yenye imefanya hata umesahau boma yenu. Kuna wengine wamepotea hata warudi nyumbani. Miaka inaenda tu, anaishi mahali anaishi, hawezi rudi kwake. Paka labda hata wewe ni mtu mkubwa, watoto ni wakubwa kwako, na hata boma hauna hata nyumba nyumbani. Lakini watu wakikuona mahali unaishi town, wanadhani wewe ni tajiri. Wanakuheshimu sana, lakini uko nyumbani hauna hata sauti huko, kwa sababu ya shetani mwenye amekufunga. Lakini tukirudia Kristo, ukirudia Mungu wetu, ukirudia Jehova, na kwambia utaona nguvu zake. Utaona yale atatenda, kwa sababu hakuna uwezo. Ni Mungu mwenye baraka, ni Mungu mwenye uwezo, na ni Mungu mwenye mamlaka yote. Biblia inatuambia kwamba basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Labda watu wamekudharau sana,
wanakuongea vibaya, hauna sauti kati ya watu wenzako. Labda wewe ni mtu umezaliwa na wenzako wamekudharau sababu ya maisha yenye unaishi, wanakuona ni kama wewe ujiwezi. Labda saa zingine ni hao ndio wanakusaidia ndio ukule, mpaka wamekuchukua kama mzigo. Na kuambia bado kunaye Yesu, bado kuna Mungu ambaye unaweza mrudia kumwambia, mfalme, nimeanguka, nishikilie mkono nikapate kuinuka tena. Atakuinua. Juu hakuna kigumu ambaye inaweza mshinda. Anaweza yote. Anaweza yote. Hata kama shetani alivunja ndoa yako, mama, ukatoroka na watoto, unaishi kivyako na watoto unateseka nao, na baba yao anafanya kazi anaishi vizuri, lakini shetani amefanya hata amesahau hata watoto wake, mpaka unalia saa zingine unasema ufanye nini. Na kuambia kunaye Mungu. Rudia Kristo kutoka kwa moyo wako ya ndani. Waanza kumlilia na machozi. Ambia Kristo, ni rehemu. Ni rehemu, ni rehemu, nitoe katika hii aibu yenye niko ndani. Nitoe katika hii shida ambayo niko ndani. Utamlilia kutoka kwa moyo wako na atakusikia, kwa sababu ni Mungu anasikia. Yeye anasikia. Tukimuita anasikia. Tukimuomba anatujibu. Na kuambia ukimtafuta unampata. Juu ni Mungu ambaye ni yuko. Mungu mwenye yuko. So Biblia inatuambia kwamba akiwa upande wetu hakuna chochote ambaye itakuwa juu yetu. Hakuna. Hata asubuhi ya leo ninapoongea, hata kama umelala hospitalini uko mgonjwa, nataka upate imani asubuhi ya leo, useme ya kwamba huyu Mungu ambaye nasikia ukiburiwa lazima aniponye leo. Na nakwambia atakuponya bila dawa ya daktari. Atakuponya asubuhi ya leo, hata kama umelala pale miezi ngapi. Nakwambia hata kama ni ugonjwa ambaye umeshinda daktari, hata kama umekuwa paralyzed, Yesu Kristo akona nguvu, atakuponya asubuhi ya leo. Hata kama ni ugonjwa gani, hata kama ni kansa, amini tu kutoka kwa moyo wako na ukaanze kumuita kwa maisha yako. Chukua tu ujasiri ukaite Yesu kwa maisha yako. Sema, Yesu ni rehemu asubuhi ya leo. Ni rehemu. Hata kama ni ugonjwa gani, itasikia hilo jina. Jina la Yesu ni jina lina nguvu, lina mamlaka, lina uwezo. Ukiita hiyo jina ukiwa na ujasiri kutoka kwa moyo wako na ukiwa na imani, na kuambia minyororo zote shetani itavunjika. Hizo laana zote zitavunjika. Visirani zitatoka kwa maisha yako, ambayo inafanya hata wewe ukifanya kitu yako haifaulu. Kuna wengi kila kitu ambayo unataka kufanya haifaulu. Hata ukifungua biashara yako, unachukua pesa mzuri sana unaweka kwa business. Useme saa hii nafungua biashara, nataka biashara yangu ikanawiri. Na kuambia hiyo biashara inaanguka, hata hujui nini inafanyika. Pesa inaenda tu, pesa inaenda tu. Pesa inapotea tu kwa mkono wako, mpaka unabaki na madeni, unashindwa nini mbaya. Na kuambia ita tu jina la Yesu Kristo. Atavunja hiyo mamlaka na nguvu zote za umaskini ambaye imekufunga. Kuna roho ya umaskini ambaye inaweza funga mtu. Roho ya umaskini. Hata ukinunua nguo ndio inararuka. Hata ukinunua nguo mara pasi imechoma nguo yako ambayo umenunua pesa mingi. Hata ukipata pesa, unapata tu pesa ambayo unaona hii ni pesa mzuri, na hiyo pesa inaisha hata hujafanya chochote, kwa sababu ya roho ya umaskini. Leo kwa jina la Yesu Kristo, nitavunja hizo roho zote katika maisha yako, ili Mungu akapate kuchukua ushukani, ili jina lake likapate kuinuliwa. Haijalishi umeteseka miaka ngapi, haijalishi umetukanwa miaka ngapi, haijalishi umeishi hiyo uchungu miaka ngapi, kwa jina la Yesu ninakuambia kwamba leo zitavunjika kwa maisha yako. Na hiyo ambayo mateso ambayo umeishi ndani mpaka sasa hivi unafikiria kujinyonga, hiyo roho ya kujinyonga ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo, nikiachilia mamlaka ya Yesu kwa maisha yako, ili ukapate kuishi. Shetani muuaji anakuambia ujiue. Huyo shetani muuaji. Lakini Yesu bado yuko amesimama kwa ajili yako. Kubali Yesu. Hata kama unaishi kwa shida ina gani, kubali Yesu. Chukua Kristo kwa maisha yako. Hata kama umefukuzwa, umebaki peke yako, hakuna mtu anakutaka, Yesu anakutaka. Yesu anakupenda. Yesu anakuhitaji. Wachana na binadamu wenye hawakutaki. Kunaye mwenye alikuumba anakuhitaji. Amini kwake leo ili akapata kuvunja hizo nguvu. Hata kama unaishi na roho ya kukataliwa. Kuna wale wako na roho ya kukataliwa.
Ukienda mahali watu hawakutaki. Ukifanya chochote haiendelei kwa sababu ya hiyo rejection spirit. Hiyo roho ya kukataliwa ndio inafanya hata ukiwa kazini watu wote hawakupendi, mpaka tajiri akupendi. Unashindwa nini mbaya? Hiyo roho ya kukataliwa inafanya hata watoto wako wenyewe umezaa wanakukataa, mpaka watoto wanakuacha, wanasema hawataki maneno yako. That the rejection spirit inafanya kazi kwa maisha yako. Na Yesu yuko leo. Amini kutoka kwa roho yako, ukaite Yesu kutoka kwa moyo wako. Ambia Yesu ni rehemu. Yesu ni rehemu. Na kuambia atakurehemu, na hizo nguvu zote zitavunjika, na utakuwa na amani, na utashukuru jina la Yesu. Juu hakuna nguvu kushinda nguvu za Yesu Kristo. Hakuna. Kila kitu inamsikia. Bahari ilimsikia, hata dhuruba ikamsikia. Na kuambia hata hiyo shida yako itasikia jina la Yesu leo, na utakuwa na amani. Kwa sababu Mungu si Mungu mwenye kunaye kitu ambaye inaweza simama mbele yake. Anaweza, amini ya kwamba anaweza. Biblia inatuambia kwamba suseme nini juu ya haya. Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa juu yetu? Ni nani? Kama Mungu ako juu yetu, nani anaweza kuwa? Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa juu yetu? Hata kama ni ulevi na kutesa, unataka utoke kwa ulevi lakini imeshindikana. Unakunywa na upendi ulevi, lakini kunaye shetani ambaye amekufunga ya kwamba ukipata pesa lazima uende ukaelewa. Unalewa mpaka unashindwa nini mbaya, mpaka unadharauliwa hata na wenye hawafai kukudharau. Na kuombe siku ya leo, ita tu Yesu. Sema tu Yesu ni rehemu. Mahali umeketi ukinitazama, hiyo ulevi itakutoka na pepe ya ulevi itakuacha kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya ulevi itatoka kwa maisha yako. Hata kama wewe ni roho ya malaya, mama yenye inakutesa, hata ukiolewa bado unatoka kwa nje ya ndoa, unapatikana ya kwamba bado unazini nje. Shetani amekushika, ana ataki uishi na amani. Yesu Kristo atakutendea, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye uwezo. Hakuna kigumu mbele yake. Na kuambia amini katika hiyo jina. Hilo jina ndio ilifufua Lazaro. Hilo jina ndio ilitengeneza kila kitu. Hata ulimwengu kote iliumbwa kupitia hiyo jina. Ndiposa asubuhi ya leo nataka kuomba na kila mmoja ambaye ananitazama asubuhi ya leo. Haijalishi unapitia shida gani, amini tu Kristo atatenda. Hata kama ni nini, ama umejaribu njia zote na imeshindikana, leo jaribu Yesu. Itawezekana na utakuwa na ushuhuda. Nataka kuomba na wewe, hata kama ni kazi umetafuta miaka mingi lakini hujawahi pata kazi, Mungu wetu atafungua njia zako na utapata kazi. Nataka tuombe. Mungu wetu yuko nasi hapa. Amini mahali umekaa ili tukapate kuomba pamoja na wewe. Tunaomba. Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, Mfalme, ndakutukuza asubuhi ya leo kwa ajili ya watazamaji wangu wote. Nyoosha mkono ukapate kuponya hawa wagonjwa wote, ili wakapate kuona nguvu zako. Huyu mama ambaye hana amani kwa ajili ya ndoa yake, Mfalme, ukamfunike na damu ya Kristo, ukampe amani na bwana yake. Hawa watoto wote, Mfalme, ukawaguze, ukawatendee. Huyu ambaye anatafuta kazi, Mfalme, ukampatie kazi. Huyu ambaye ana amani, Mfalme, ukampe amani, kwa sababu wewe ni Mungu wa amani. Nyoosha mkono wako ukaguze kila mmoja, mahitaji yao unayaelewa vizuri. Baba, ukawatendee, kwa sababu wewe ni Mungu. Uinuliwe kwa sababu unaweza. Na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nimeshukuru Mungu ambaye tumeomba pamoja. Nataka uwe na imani ya kwamba Mungu tayari ametenda, na utakuwa na ushuhuda. Utatukuza jina la Mungu na utainua jina lake, kwa sababu ako na uwezo. Ninamaliza nikikushauri ya kwamba neno la Mungu ni hai. Tafuta kanisa mahali injili inahubiriwa. Nenda pale, utapata mchungaji mwenye atakuelekeza na atakufundisha, na utaona Mungu akitenda makuu kwa maisha yako. Niposa chukua hatua ya kwenda kanisa. Wacha kukaa nyumbani, enda kanisani ukasikie neno,
ili ukapate kuinuliwa. Namaliza nikirudia jina langu, mimi ni Askofu Abol. Kwetu ni Siaya County, mahali inaitwa Murmalanga. Kwa sasa hii naishi hapa Nairobi Olympic Kibera. Na hapo Kibera ndio mahali niko na kanisa, mahali na hudumu. Nawakaribisha wote wenye wako Nairobi, kama unataka kuja tushiriki pamoja, chukua namba zangu za simu ziko hapa kwa screen, nipigie, nitakuelekeza vile utafika kanisani tukapate kushiriki, na Mungu najua atainuliwa. Jina langu nimesema, namba yangu ya simu ni 0721280025, 0721280025. Airtel number ni 0782495083, 0782495083. Hata ukiwa sehemu za Siaya County, ukipiga simu nitakuelekeza, tuko na makanisa huko, nitakuelekeza kwa wachungaji ambao wako huko ili ukapate kushiriki katika makanisa yetu. Ukiwa unaishi Kayole, tuko na kanisa hapo Kayole, na hata Dandora pia tuko na kanisa. Ukipiga simu nitakuelekeza vile utafika katika makanisa yetu. So Mungu awabariki mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you